furaha ndani ya maisha yangu. Hebu na tukae hapa. Ninayo furaha kuu ndani ya moyo wangu sababu Mungu amekuwa upande wangu, amekuwa mtetezi na mlinzi wa maisha yangu. Amen. Amen. Tumelindwa pamoja na jamii yangu yote, tuko salama. Mke wangu amewasalimia, amjambo. Amen. Amina, amina. So tumetamani niwe na yeye hapa lakini sijawezeshwa kuja na yeye. Nimekuja na familia, watoto wangu, na hivyo basi nafurahia kwa sababu wamekuwa. Amen. Zamani kwa tunabebana sote kwa hiyo pikipiki lakini sasa wamekuwa. Salamu nyingi. Wakaniambia ukienda huko Kajipeni, waambie tunawapenda kwa upendo wa Kristo. Amen. 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 Furaha yangu ndio inasika kuingia mahali hapa. Leo nimekuwa kama ni siku ya mchango. Asifiwe Yesu. Amen. Wamejitayarisha kwa mchango. Amen. 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 Kama hapo kuna wajenzi, si ndio? Wajenzi, nyumba inapojengwa huwa kuna kitu kinaitwa materials, ndio? Materials, ndio? Amen. Vile vifaa vya kujengea, kuna mawe, kuna chuma, kuna simiti, kuna mchanga. Hivyo ndio kwa sababu tunajua wala asifiwe sana. Na ile nyumba ili kusimama ina mafundi tofauti tofauti. Tunakubaliana? Amen. Fundi wa kwanza ni wa mason, yule wa kwanza kabisa kwa yule ambaye anachora ramani. Plani ya hiyo nyumba naitwa nani? Ambaye yeye atakuja asimamie ule mjengo bahali ukianzwa mpaka vile unavyoendelea. Asifiwe Yesu. Amen. Na wale mafundi sasa ambao wao kazi yao ni kuweka matofali na kuendelea kuweka mchanga, kuna vibarua. So kuna watu mbalimbali ambao hufanya mjengo ule ukasimama. Asifiwe Yesu. Amen. Lakini kuna vitu viwili muhimu ambavyo kabla sijahubiri nataka tuviangalie ama tuelezane tuko ufupi. Ile nyumba hata ikiwa na chuma, ikiwa na mawe, matilo, ikiwa na kila kitu na imechorwa, imekamilika kwa karatasi, bado isimame. Haiwezi simama kama vitu hivi vitakosekana. Ni vitu gani? Ni vitu gani? Matilo ziko, kila kitu kiko. Lakini nyumba ile ikianza kabla ianze kuna vitu viwili ambavyo lazima vipatikane ndio nyumba ipo nyumba. La sivyo vikikosekana, injinia atakuja kwambia vunja hii. Piga makofi kwa jina la Mungu. Amen. Naitwa kabiro. Na kitu kingine ya pili, nimesema pili tu muhimu. Kabiro. Na kijiko. Kuna kitu kunde anaweka hivi na anaruka chini. Alafu haleluya. Amen. Naitwa kabiro. Unaweza pesa. Na kuna kitu kingine muhimu, kikikosekana nyumba inaweza vunjwa ama ikakoseka ile. Mahali kama hapa kumekaa ndivyo sivyo. Huwa kuna kitu inaitwa nini? Hospital kama spirit level, yeah. Asifiwe Yesu. So vitu hivyo viwili ni muhimu sana kwa ule mjengo. Vikikosekana hata ghorofa ikisimama itakuja ivunjwa. Wangapi tunakubaliana? Amen. Maisha ya Mkristo, maisha ya mongofu tumesimamishwa na vitu viwili. Cha kwanza kabiro. Maisha ya mongofu. Sasa tunaongea maisha ya mongofu. Ile mongofu uliyekomana, uliyesimama wima, umekamilishwa na vitu viwili. Ni nini cha kwanza? Vitu viwili muhimu. Ndio Mkristo anaweza asimame, aitwe Mkristo aliyekamilika. Imani. Imani ni imani waamini hata neno la Mungu. Maombi waweza omba na kakosa kujibiwa. Nategemea ni maombi yake. Kama Biblia inasema hata mkiomba hamuombi vizuri. Asifiwe Yesu. Haleluya. Amen. Vitu viwili ni muhimu sana. Na cha kwanza kwa sababu ya wakati ni neno la Mungu. Amen. 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 Kwa sababu kama tutaishi kwa hilo neno. Kama hakuna neno la Mungu mwokovu umeisha. Ni kweli Roho Mtakatifu. Amen. Maandiko yanasema nitawaletea msaidizi. Na huyo msaidizi atawajuza kweli. Huyo msaidizi atakuwa mwalimu. Atawafundisha yote kuhusu Kristo. Piga Yesu makofi. Haleluya watu wa Mungu. Lakini kabla nifungue maandiko wa Ibrania 12 mstari wa 2 na 3.
nina swali ningependa tuulizane. Wokovu ni nini? Kuokoka ni nini? Kuokoka katika ile tafsiri ya kawaida ni hali ya kutoka katika hatari fulani kwenda katika kuwa katika hali ya usalama zaidi. Kutoka katika hali fulani ya hatari na kuwekwa katika hali ya usalama ama ya salama. So general the word, yani neno tu moja kwa ufupi, kuokoka ni katika hali hatari. Amen. Amejaribu mwingine? Asifiwe Yesu. Utasoma kwa sababu ya wakati. Utasoma wa Galatia 6:15 na wa Korintho wa pili mlango wa 5:17. Amen. Hapo ndipo utajua kuokoka na wokovu. Kwa lugha rahisi tunaweza sema kuokoka ni kuwa kiumbe kipya. Amen. Amen. Wakati umekuwa kiumbe kipya umeokoka, maana na ndoa ya kale yamepita. Tupo. Ndipo Wagalatia inasema hivyo. Na wokovu ukisoma Wakorintho wa pili huo mlango wa 5 mstari wa 17. Unapata wokovu wenyewe sasa ni kuwa ndani ya Yesu. Amen. Nimekupa tofauti Wokovu wenyewe ni kuwa ndani ya Yesu. Ukiwa uko ndani ya Yesu basi umo katika wokovu. Maana kila mara na kila dakika asifiwe Yesu. Amen. Unaokolewa. So siwezi sema niliokoka jana juzi, nimeokolewa leo asubuhi. Haleluya. Amen. Anayekuwa ndani ya Yesu anafananishwa na nani? Tawi lililobatilishwa na mzabibu. Unaelewana? Amen. Asifiwe Yesu. Amen. So unaishi katika wokovu day after day. Huo ndio maana ya wokovu. So ukisema mimi ni mwongofu, nimeokoka, si ndio? Asifiwe Yesu. Ina maana umetolewa katika mazingira yasiyofaa na umewekwa mazingira yafayo milele. Mlango wa 12 mstari wa 2 na wa 3. Na ujumbe wa leo tunaenda kuzungumzia kuhusu kumtazama Yesu. Kumtazama Yesu. Ndani ya wokovu, kanuni kuu ama mada kuu ndani ya wokovu, katika wokovu ni hali ya kuishi kumtazama Yesu, kumtazama Kristo katika kila jambo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu amesema. Haleluya. Kumtazama Yesu, hiyo ndio timu ya ujumbe wa leo. Na tunaona katika kitabu hiki cha Hebrews chapter 12 verse 2 and 3. Tutaangalia hizo verse 2 pekee yake. Lakini zina mambo makubwa mazito ambayo mimi na wewe siku ya leo inapaswa tukaweze kuelewa na kujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Neno kumtazama is general. Lakini ndani yake kutazama kuna maana nyingi. Kutazama, yani kuna vitu vingi. Kitambo kitu kutazama, yani ukiambiwa tazama, huwa mtu amekuashiria kuna kitu fulani muhimu sana ambacho inakustahili kuacha vingine vyote na kutazama hilo jambo, maana ndani yake lina vitu muhimu sana hupaswi kukosa. Sema amen. Haleluya. So katika kumtazama Yesu, Waebrania huyu ambaye kitabu hiki kiliandikwa na jamaa, wengi wanafikiria kitabu cha Hebrews kiliandikwa na Paulo. Paulo hajaandika kitabu hiki cha Hebrews. Kuna jamaa fulani ambaye aliandika hiki kitabu na unampata katika kitabu cha Matendo. Huyo anaitwa Apollo. Apollo ndiye ambaye aliandika kitabu hiki cha Hebrews. Na akiwaambia wana wa Israeli, wakati huo ilikuwa ni wale Hebrews wenyewe kabisa, kabila ambayo Yesu ametoka. Asifiwe Yesu. Amen. Na ilikuwa kipindi kigumu kwa hawa wapendwa, maana viongozi wao wengine including kina Petro, si ndio? Walikuwa wamekamatwa na wanapata mateso. Hakukuwa na uhuru wa kuhubiri Injili. Asifiwe Yesu. Na ikawa sasa ni kundi tu la Wahebrews kama hivi washikane, waingie mahali fiche kama chumbani,
ili waweze kutafsiriwa neno la Mungu na kufanya ushirika. Maana hakukuwa na uhuru wala hakukupaswa mtu yoyote kuonekana akitangaza habari za Yesu. Asifiwe Yesu. So jambo hili likapelekea hawa wapendwa kupata upinzani mkubwa, kupata changamoto kubwa. Haikuwa rahisi kama leo hii kwamba hata tunavyo vyombo vya habari vinatusaidia kueneza Injili. Kwa hawa wapendwa ilikuwa ni wakati mgumu kwao. Ndio maana huyu jamaa alikuwa anaitwa Apollo, alikuwa kama jamaa tu missionary akitembea, na alikuwa mtu msomi sana. Alikuwa na uwezo wa kusoma lugha zote na kuzitafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia ikawa imeandikwa katika lugha ya Roma, lugha ya Hebrews. So hawa wapendwa hawakuwa na mtu wa kutafsiri hii Biblia waielewe. Haya maneno wayaelewe vizuri. Alipokuwa katika hali ya tembea kwake huyu Apollo, ikafika mahali sasa akalipata hili kundi la waumini. Amen.